أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. إخوة المسلمين، أحييكم بالتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, watukufu wa Islamu, leo hii tukiwa tupo pamoja katika usiku huu wa 6 wa Muharram kwa mujibu wa baadhi ya kalenda, tumejumuika kwa pamoja katika kukumbuka masaib na matukio ambayo yalimpata mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiufupi ni masaib ambayo yalizifika familia za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Historia ya vurugu zote hizi ilianzia mwaka wa 11 Hijra, baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unaporejea katika tarikh, unaona kwamba baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, punde kidogo tu mizozo na migongano ya kauli ilianza hata kabla ya mwili wake haujapoa. Akitokea mmoja wa makhalifa kuwaeleza watu kwamba Muhammad bado hajafariki. Nasema kwamba baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tarehe mwaka wa 11 Hijra, pakiwa pana tofauti ya tarehe, wengine wakisema ni 28 Safar na wengine wakisema kwamba ni 12 Rabiul Awwal. Ala kulli hal, pale tumesema ulitokea mzozo, mmoja katika makhalifa akiamini kwamba mtume bado hajafariki. Khalifa mwingine akaja na kusema hapana, mtume ameshafariki na watu wafahamishwe kwamba mtume amefariki, na akajaribu pia kumfundisha khalifa mwenzake ambaye inaonekana alikuwa amesahau Qur'ani, kwa sababu baada ya kufundishwa yeye mwenyewe alikiri kwa kusema kaanni lam atlu hadhihi al-aya. Sasa hapa ndipo mgogoro ulipoanza. Uislamu ukaanza kugawanyika. Taban, mizizi ya mgawanyiko wa huu Uislamu ilikuwa inaonekana hata kipindi cha mtume, lakini haikuwa wazi katika kipindi kile. Hapa sasa ile mizizi ikaanza kukithiri, ikaanza kukithiri taratibu.
Na ningependa nikumbushie aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipotaka kumshusha au kumteremsha Nabiullah Adam katika huu ulimwengu. Mwenyezi Mungu aliwakusanya malaika na kuwaambia, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Malaika kuonyesha hofu yao walionyesha katika vitu viwili. Kitu cha kwanza, huyo mtu unayetaka kumpeleka atasababisha damu kumwagika, na kitu cha pili atasababisha fasadun fil ardh. Vitu viwili, kwamba damu yule unayetaka kumweka hapo atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Vitu viwili, ufisadi katika ardhi na kusababisha damu kumwagika. Mwenyezi Mungu katika ile haya hakuwafahamisha malaika kwamba huyo mwanadamu au khalifa ninayempeleka hivi vitu hapo vifanya, bali alisema tu kwamba inni a'lamu ma la ta'lamu. Sasa hivi vitu vilikuwa vinadhihiri zama baada ya zama, zama baada ya zama. Ukiangalia katika historia ya manabii, vitu majanga makubwa ambayo walikuwa wakikumbana nayo ni mawili: fasadun fil ardh na umwagaji wa damu. Na mpaka alipofariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapa Uislamu ukapata pande mbili. Ukawepo Uislamu ambao tumeupa jina la al-Islamu al-Amawi, Uislamu wa Bani Umayya, na Uislamu mwingine ni al-Islamu as-Samawi au al-Islamu al-Muhammadi, au ambao wengine wanaita kwamba al-Islamu al-Asil. Hizi pande mbili zilianza kugawanyika hapa na kuonekana hapa, japokuwa mizizi yake tumesema ilikuwepo tangia kipindi cha Mtume. Na huu Uislamu huu ambao ni al-Islamu al-Amawi, huu Uislamu mbeleni ulienda mpaka ukagawanyika katika tayari tofauti tofauti. Leo hii tunapokuja kuona kwamba kuna Tayarul Madkhali, au tunapokuja kuona Daesh, ISIS, jina nani, wote asili yao ni al-Islamu al-Amawi, ambao baadaye tukaja tukapata tena Uislamu mwingine ambao ukiwa uko chini ya kundi hili ni Uislamu wa Kizayuni. Kama vile vile ambavyo tuna Ukristo wa Kizayuni. Kwa hiyo Uislamu huu wa Bani Umayya ukabakia kundi ambalo walikuwa ni katika Uislamu wa kawaida, Masuni wa kawaida, lakini chanzo chao ni huu Uislamu wa Bani Umayya, kwa sababu itikadi zao ni itikadi za Kibani Umayya, japokuwa wana ikhtalifiana katika nini, katika kupetuka mipaka na kuto kupetuka mipaka kwenye zile itikadi. Lakini hapa ukapatikana Uislamu wa Kizayuni katika huu Uislamu wa Kibani Umayya. Sasa tunapokuja kurejea kuangalia kama mada yetu inavyosema, Karbala na migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati. Tabaan, migogoro ya Mashariki ya Kati ina historia ndefu. Miongoni mwa historia yake ni hii Karbala ambayo tunaiongelea hapa, kwa sababu tukio lenyewe la Karbala pia lilitokea katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati ambayo tuko nayo leo. Kwa hiyo ni migogoro ambayo katika historia ina mizizi mirefu. Lakini migogoro hii ambayo tunaikusudia hapa ni hii migogoro ya mizozo ya kisiasa
ambayo leo hii tunaiona kati ya Waislamu au jamii za Waislamu na jamii za Kizayuni. Yaani tunakusudia kwamba hizi nchi ambazo mwanzo zilikuwa ziko chini ya utawala wa Waturuki, Ottoman Empire, kabla ya kuanguka kwake na kuchukuliwa na Waingereza, miongoni mwao ilikuwa ni nchi ya Palestine. Nchi ya Palestina ambayo ina mizizi na asili yake tangia zamani, ambapo Wapalestina walikuwa wakiishi katika nchi hiyo tangia hapo awali. Taban, tumejaribu kuelezea katika baadhi ya halakati historia kamili ya chimbuko la Palestina na historia kamili ya hawa wa Israel, Banu Israel, chimbuko lao ni lipi na ni vipi hawa watu walipatikana. Je, wanahusika na nani? Hawa Waisraeli, hawa Wazayuni waliokuwepo leo wanahusika na hii ardhi ya Palestine au hawahusiki nayo? Hii tulijaribu kuielezea kwa upana katika baadhi ya halakati, na tukichunga muda hatutoweza kulizungumza swala hilo kwa hapa. Sasa tunapokuja kurejea katika hawa mabwana wa Kizayuni ambao wamejipandikiza ndani ya Uyahudi, kwa sababu hata huu Uyahudi pia kuna Uyahudi kama dini ambayo ilikuwa inajulikana walioshushiwa Taurati, alafu kuna Uyahudi wa Kizayuni. Kwa hiyo hizi fikra za Kizayuni hizi ndizo fikra ambazo leo hii tukija tukiangalia zimevuruga hii Mashariki ya Kati kwa ujumla. Na fikra hizi chanzo chake kikubwa ilikuwa ni mwaka 1897. Mwaka 1897 lilianzishwa baraza la Wazayuni ulimwenguni, World Zionist Council. Baraza hili lilianzishwa kwa lengo la kuwatafutia Wayahudi. Taban, lengo lao walikuwa wakiingia kwa mlango huu kwamba tunahitaji Wayahudi wapate makazi yao maalumu, baada ya kuwa Wayahudi wanaishi maeneo tofauti tofauti, wametapanyika katika nchi tofauti tofauti. Sasa hawa watu sisi tuwaanzishie wapate eneo lao maalumu ambalo wataweza kuishi pasi na kubughudhiwa. Baraza hili linaanzishwa na bwana mmoja ambaye alikuwa ni wakili, mwanasheria, na vile vile alikuwa ni mwandishi wa habari, alikuwa akijulikanwa kwa jina la Hazel. Sasa hawa watu kama tulivyosema kwamba nchi nyingi za Kiarabu zilikuwa ziko katika himaya ya Waturuki.